Imani. Katika maisha kuna nyakati ambapo mwanadamu husimama katikati ya ukimya, akiwa hana uhakika wa kesho. Kuna nyakati unaamka asubuhi, unaangalia maisha yako, unaangalia ndoto zako, unaangalia juhudi zako, halafu moyoni unauliza, je, kweli nitafika? Kwa sababu wakati mwingine maisha hayatoi majibu ya haraka. Mfano, mkulima hupanda mbegu, lakini haoni mavuno siku hiyo hiyo. Mfanyabiashara huanza safari, lakini haoni mafanikio mara moja. Mzazi humlea mtoto kwa machozi na maombi, bila kujua atakuwa nani kesho. Kijana hupambana gizani, akitumaini ipo siku maisha yatabadilika. Na ukweli ni huu, kila mwanadamu duniani anaishi kwa kitu ambacho hawezi kukiona kwa macho. Imani ndiyo nguvu inayomfanya mtu aendelee kutembea hata pale ambapo hakuna ushahidi wa mafanikio mbele yake. Ndiyo nguvu iliyowafanya watu waliinuka kutoka kwenye maumivu, wakajenga historia, wakabadilisha dunia, wakavuka hofu, wakashinda yale ambayo yalionekana hayawezekani. Na ndiyo maana maandiko katika kitabu cha Waebrania sura ya 11 hayazungumzi tu kuhusu dini, yanazungumzia nguvu iliyomo ndani ya mwanadamu, nguvu ya kuamini kabla ya kuona, nguvu ya kusimama wakati kila kitu kinaonekana kuanguka, nguvu ya kuendelea mbele hata wakati njia haionekani, kwa sababu imani ni kuwa na hakika ya mambo tunayotumainia, kusadiki kabisa mambo tusiyoyaona. Hayo si maneno mepesi, kwa sababu dunia ya leo inataka kuona kwanza ndipo iamini, lakini imani huamini kwanza ndipo baadaye huona. Na kama tungekuwa tunaona kila kitu mapema, basi usingehitaji imani. Imani huanza pale ambapo macho yanaishia. Ndiyo maana watu wengi wenye maono makubwa duniani walianza kama watu wanaoonekana wajinga mbele ya wengine, kwa sababu waliamini kitu ambacho bado hakijaonekana. Noa alijenga safina wakati mvua haijawahi kunyesha duniani. Fikiria hilo. Mtu anaanza kujenga meli kubwa mahali ambapo hakuna bahari, hakuna dalili ya mafuriko, hakuna ushahidi wa kile anachokisema, na watu wakamcheka sana na kumdhihaki. Lakini mara nyingi dunia hucheka kile ambacho bado haijakielewa. Noa hakuwa anaongozwa na macho yake, bali alikuwa anaongozwa na imani. Kuna wakati maisha yatakufikisha sehemu ambapo hakuna mtu atakayeelewa maono yako. Hakuna mtu atakayeona kile unachokiona ndani yako. Wengine watakuona kama unapoteza muda. Wengine watasema umechanganyikiwa. Wengine watakucheka kwa sababu ya ndoto zako. Lakini kila kitu kikubwa duniani kilianza kama wazo lisiloeleweka. Kwa imani, Noa aliendelea kujenga safina siku baada ya siku, bila ushahidi, bila makofi, bila watu kumwamini. Na hiyo ndiyo imani ya kweli, kuendelea na ndoto zako hata hakuna anayekuona, kuendelea na maono yako hata kama hakuna anayekusapoti, kuendelea hata kama matokeo hayajaonekana bado. Kwa sababu imani siyo hisia, imani ni uamuzi. Katika Biblia tunaona ya kwamba Abrahamu naye aliitwa kuondoka, lakini jambo la kushangaza ni hili: hakujua anakokwenda. Hebu fikiria, kuacha maisha uliozoea, kuacha usalama, kuacha comfort zone, halafu uanze safari ambayo mwisho wake huujui. Hiyo ndiyo imani. Watu wengi wanataka kuona ramani yote kabla hawajaanza safari, lakini mara nyingi Mungu hutuonesha hatua moja tu, kwa sababu kama ungeona kila kitu mapema, usingehitaji kuamini. Na kuna watu wengi leo wamekwama mahali pamoja, si kwa sababu hawana uwezo, bali kwa sababu wanaogopa kuanza. Wanasubiri certainty, wanasubiri uhakika wa kila kitu, wanasubiri kuona mwisho kabla hawajachukua hatua ya kwanza. Lakini historia haikujengwa na watu waliokuwa na uhakika wa kila kitu. Historia ilijengwa na watu waliothubutu kuamini.
Abrahamu alitembea gizani akiwa na ahadi moyoni mwake. Na wakati mwingine hivyo ndivyo maisha yalivyo. Unatembea gizani ukiwa huoni kesho, lakini kuna kitu ndani yako kinakwambia endelea. Na pengine hicho kitu ndicho kinaitwa imani. Sara naye alichelewa sana kupata mtoto. Maisha yalionekana kumpita. Muda ulikuwa umeenda. Mwili ulikuwa umechoka. Ndoto ya kupata mtoto ilionekana haiwezekani tena. Lakini imani haifungwi na muda. Kwa sababu mwanadamu huangalia saa, lakini Mungu huangalia kusudi. Na watu wengi leo wamekata tamaa kwa sababu wanafikiri wamechelewa. Wengine wanafikiri maisha yao hayataweza kubadilika tena. Wengine wanaamini nafasi yao ilishapita. Wengine wanaishi huku ndani yao wakiwa tayari wamezika ndoto zao. Lakini Waebrania 11 inatukumbusha jambo moja kubwa, kwamba bado inawezekana, kwa sababu imani huona uwezekano mahali ambapo wengine wanaona mwisho. Musa naye alikataa starehe za ikulu. Aliacha maisha ya kifahari kwa ajili ya purpose, kwa ajili ya kusudi ambalo Mwenyezi Mungu aliweka ndani yake. Na huo ndio uamuzi mgumu ambao watu wengi hawawezi kufanya, kwa sababu dunia ya leo inafundisha comfort, lakini greatness nyingi huzaliwa kwenye sacrifice. Kuna maumivu yenye maana, kuna mateso yenye kusudi, kuna safari ambazo ni ngumu, lakini ndizo zinazokupeleka kwenye identity yako ya kweli. Musa aliona kitu kikubwa zaidi kuliko raha za muda mfupi, na hilo ndilo tatizo la wengi wetu leo hii. Tumeuza future zetu kwa comfort ya leo. Tumeuza destiny yetu kwa distractions za muda mfupi. Lakini watu wanaobadilisha dunia ni watu wanaoweza kuvumilia sasa kwa ajili ya kesho ambayo bado hawaijaona. Kwa imani, watu walivuka bahari. Kwa imani, kuta za Yeriko zilianguka. Lakini kabla kuta hazijaanguka nje, lazima hofu ianguke ndani yetu kwanza. Kwa sababu vita vikubwa vya mwanadamu huanzia ndani yake, ndani ya mawazo yake, ndani ya hofu zake, ndani ya sauti zinazomwambia hauwezi. Na ndiyo maana imani ni muhimu sana, kwa sababu imani humpa mwanadamu uwezo wa kuona mwanga hata katikati ya giza. Lakini sehemu ya kushangaza zaidi katika Waebrania 11 si ushindi wao, ni kwamba baadhi yao walikufa kabla hawajaona ahadi zikitimia. Waliteseka, walidharauliwa, waliumia, walipigana vita vyao kimya kimya, lakini bado hawakuacha kuamini. Hiyo ndiyo imani ya kiwango kingine, kuendelea kuamini hata kama maisha hayaeleweki, kwa sababu imani ya kweli haimaanishi kwamba kila kitu kitakuwa rahisi. Hapana, wakati mwingine imani ni kulia usiku, lakini bado ukaamka asubuhi ukiendelea kusonga mbele. Wakati mwingine imani ni kuchoka, lakini bado ukasema sitakata tamaa. Wakati mwingine imani ni kutokuwa na majibu yote, lakini bado ukaendelea kutembea. Na labda leo, na wewe upo kwenye vita ambayo hakuna anayejua. Labda umechoka, labda unaogopa, labda huoni njia, labda maisha hayajakupa majibu ambayo ulikuwa unasubiria. Lakini kumbuka hili, karibu kila kitu kikubwa kilichowahi kutokea duniani kilianza pale ambapo mtu mmoja aliamini kabla hajaona ushahidi. Usikate tamaa kwa sababu tu bado hujaona matokeo. Mbegu haifi kwa sababu haijatoa matunda siku moja baada ya kupandwa. Kuna misimu ya ukimya, kuna misimu ya kusubiri, kuna misimu ambayo hakuna kinachoonekana kutokea, lakini chini ya ardhi mizizi inakuwa. Na pengine hata maisha yako ya sasa, kuna kitu kinajengwa ndani yako ambacho bado macho yako hayawezi kuona, kwa sababu imani si uwezo wa kuona kesho. Imani ni nguvu ya kuendelea wakati ambapo kesho bado haijaonekana. Kwa hiyo, usiogope kuendelea. Usiruhusu kushindwa kwa jana
kukufanya uamini kwamba kesho yako imekufa. Usiruhusu maneno ya watu yazime ndoto ambayo Mungu ameweka ndani yako. Usiruhusu uchovu wa safari ukukatishe tamaa ya kufika unapoenda. Kwa sababu ukweli ni huu: kwa kuwa ingali bado unapumua, basi kusudi lako bado halijaisha. Huenda leo hauna kitu unachohitaji. Huenda njia yako bado haijaeleweka. Huenda milango mingi imefungwa mbele yako. Huenda umeanguka mara nyingi kuliko unavyoweza kuhesabu, lakini bado unaweza kuinuka tena. You can still conquer your past and create greatness in your life. Usiache ndoto yako. Usiache maono yako. Usiache kile ambacho moyo wako unaendelea kukuambia kila usiku unapokuwa peke yako, kwa sababu kuna watu duniani ambao watapata mwanga kupitia maisha yako. Kuna watu watapata tumaini kupitia ushuhuda wako. Kuna vita unavyopigana leo ambavyo kesho vitakuwa ushindi wa kuwainua wengine. Endelea, na kusihi endelea. Tafadhali endelea. Hata kama hatua ni ndogo, endelea. Hata kama hakuna anayekuamini, we endelea. Hata kama dunia haioni thamani yako bado, ndugu Inagu, we endelea. Usihofu wala usijali maneno ya watu, kwa sababu milima mikubwa huvunjwa polepole, na usiku mrefu zaidi haujawahi kuizuia asubuhi kuchomoza. Na sasa naomba Mungu akutie nguvu mahali ambapo umechoka, akupe amani mahali ambapo umejaa hofu, akupe mwanga katikati ya njia ambazo zimeonekana kuwa na giza, akuinue pale ambapo maisha yamekuangusha, akupe ujasiri wa kuendelea hata wakati ambapo kila kitu kinaonekana kupingana na wewe, na kila ndoto njema iliyoko ndani ya moyo wako, ikiwa ni mapenzi mema ya Mungu, na iwe hai tena kuanzia leo. Mungu akufungulie milango ambayo hakuna mwanadamu anaweza kuifunga. Akutie hekima katika maamuzi yako. Akulinde kwenye safari yako. Akupe neema ya kuvumilia, na akupe nguvu ya kufika mahali ambapo ulifikiria usingeweza kufika. Usikate tamaa, kwa sababu huenda kabisa sura nzuri zaidi ya maisha yako bado haijaanza. Na kuombea kwa jina la Yesu Kristo aliye hai, milango ya fursa ikafunguke sasa kwa ajili yako. Ukakutane na hitaji la moyo wako. Ukainuliwe sasa maeneo yote ya maisha yako. Ubarikiwe sasa. Ufanyike kichwa wala sio mkia. Ukawe nuru ing'aayo katika giza. Kila madhabahu yanayokuzuia kufanikiwa yakaondoke maishani mwako sasa. Kila kizuizi cha mafanikio yako kiondoke katika jina la Yesu Kristo. Nira zote zinazokufunga usifanikiwe zikaondoke sasa. Kila vifungo vinavyokuzuia kusonga mbele vikatike leo. Uwe huru sasa kwa nguvu ya damu ya Yesu Kristo aliye hai. Ukabarikiwe kama vile Ibrahimu alivyobarikiwa. Ndoto na ahadi yako ikatimie sasa, kama vile Sara alivyoona ahadi ya Mungu ikitimia, na ushinde kila changamoto kama vile Musa alivyoshinda nguvu za Farao, na kutangazia ushindi katika kila eneo la maisha yako. Utafanikiwa, utainuka, utasimama tena kwa nguvu mpya. Hakutakuwa na kikwazo kitakachoweza kuzima kusudi lako. Mwenyezi Mungu akulinde, akufungulie njia na akufanye ushuhuda ulio hai mbele ya watu. Amen. Ndugu mpenzi msikilizaji, tafakuri hii imeletwa kwako na Evangelist Godfrey William, na ikiwa ungependa kuchangia maoni, tafadhali tuandikie kwenye comment section. Pia ikiwa ni mara yako ya kwanza kuungana nasi, tafadhali subscribe kwenye channel hii ya Godwill Media ili upate notification kila tunapoweka video mpya. Lakini pia usisahau kulike video hii na kushare na ndugu, jamaa na marafiki. Labda kunaye ambaye akiona video yamkini ikafanyika chachu ya mabadiliko maishani mwake. Asanteni.
Tukutane wakati mwingine.